letu tena jioni ya leo tukitembea pamoja. Wewe ambaye uko hapa katikati ya ibada hii hapa KKKT Sinai Mkonze, mahali ambapo wamepaita jina zuri la Sinai, maana yake mlima wa Mungu. Na katika mlima wa Mungu tunaamini ya kwamba viko ambavyo tunavipokea na kuvipata kutoka kwenye huu mlima ambao Mungu ametuchagulia. Lakini na wale wengine ambao wanatufuatilia katika mtandao kwa njia ya YouTube, Facebook, Instagram, hata kwenye TikTok pia tunapatikana kwa jina la Wilson Ringo WRTV. Tunaweza tukapata mambo mbalimbali huko ambayo yatatusaidia. Tunatembea na kitu kinachosema kifo cha Yesu na ufufuko wa Yesu Kristo na hatima ya kesho yako. Kifo cha Yesu Kristo na ufufuko wa Yesu Kristo na hatima ya kesho yako. Kesho yangu au kesho yako inategemea sana kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Ndio maana unaona mahali pengine Paulo anasema kama Yesu asingelikufa na kufufuka, kuhubiri kwetu ni bure au ushuhuda wetu ni bure. Katika kitabu kile cha Kolosai ambalo ndio somo letu tunalotembea nalo, neno la msingi, kitabu cha Kolosai ile sura ya kwanza mstari wa 19 mpaka ule wa 22. Kitabu cha Kolosai mlango au sura ile ya kwanza mstari ule wa 19 mpaka ule wa 22. Na neno la Mungu linasema, kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi, vilivyo mbinguni na vilivyo mbinguni, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Amen. Amen. Wale ambao tulikuwepo jana tulipokuwa tukiweka msingi, na leo tutaendelea na wengine ambao tumeungana pamoja, tunaona ya kwamba kifo cha Yesu Kristo na ufufuko wa Yesu Kristo kinatupatia hakikisho la kukamilishwa katika kila idara ya maisha ya muamini au Mkristo au asiye Mkristo pia. Maana mtu amekubali kuamini, anapatiwa hakikisho au anatengenezewa hakikisho la kukamilishwa. Na somo hili ambalo tumesoma, tunamwona Mtume Paulo akizungumza na kanisa la Kolosai, akilielekeza, akiliambia katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae. Ukae wapi? Ukae juu ya mti, ukae juu ya milima, ukae kwenye viti hivi kama sisi tunavyokaa kwenye viti, ukae kwenye jengo kama sisi tunavyoweza kukaa kwenye nyumba zetu na mahali tofauti tofauti. Hapana, maana yake ilimpendeza kutukamilisha au kutufanya wakamilifu kwa njia ya kifo chake pale msalabani na ufufuko wake, kwa sababu ya pendo alilokuwa nalo kwetu sisi wanadamu au waamini. Kwa hiyo kama tuna namna yoyote au changamoto yoyote, tunapata hakikisho hili kutoka kwake kwamba ndani yake huko ukamilifu wote, amekamilika katika kila tendo. Maana yake kama ni daktari, yeye ni daktari bingwa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni daktari bingwa. Madaktari wapo, lakini yeye ni daktari bingwa. Kwa nini daktari bingwa? Mimi nashuhudia hili kwa sababu siku moja nakumbuka tulikuwa na kongamano la mzee wa Kasenge pale juu nyumbani, na mimi nilikuwa mmoja kati ya washiriki. Lakini mke wangu alikuwa anapita changamoto moja ngumu sana. Hawezi kuinama, hawezi kufanya chochote.
tukalazimika kwenda hospitali kwenda kupima. Ndio hospitali nikakutana na rafiki yangu mmoja tulikuwa naye kwenye jumuiya, akawa amehamishwa kwa usiku. Akawa alikuwa general pale. Aliponiona akaniuliza, mtumishi kuna shida gani? Nikamwambia, wewe mama ana shida. Akaniambia mna shida, wewe utashughulikia hilo wala usipate shida. Akaanza kuzunguka, akanitafutia faili, akanitafutia kila kitu. Akatupeleka kwa daktari tukapima. Walipopima wanasema kuna mawe kwenye mfuko wa nyongo. Mawe manne. Moja ni 1 sentimita 1.8, mawili hayo yana 1.8, mawili yana 1.7. Yaani kama inchi moja. Sasa fikiria yako kwenye mfuko wa nyongo. Na mfuko wa nyongo uko chini ya ini. Kwa ndani hapa. Huwezi kuugusa bila kugusa ini. Uhai wa huyu mtu ukoje? Na wataalamu wa dunia wameshadhihirisha hilo. Kilikuwa ni kipindi kigumu kwetu, hujawahi kuona. Kwa hiyo tulienda, tulipotoka ni saa 7 saa hiyo. Nikasema sirudi nyumbani, mama panda na dala, rudi nyumbani. Alikuwa wakati tulikuwa naishi kwenye nyumba ambayo nilikwambia baba yule alikuwa amefariki, tulizika Jumamosi hapo. Basi nikamwambia mama, wewe nenda nyumbani kwa sababu ukishuka kwenye dala kwenda nyumbani sio mbali. Ni hapo na hapo. Basi yeye akaondoka, mimi nikapanda, nikafika hapa Dodoma hotel. Kapanda gari za kwenda Dodoma kwa mzee. Nafika ni saa 7 na kitu, ni wakati ule wa mapumziko. Nikakuta watu wameunga foleni, watu wananitafuta. Uko wapi toka asubuhi tulikuwa kutafuta hatujakuona. Nikamwambia jamani niacheni. Wanasema sisi hatukuachi. Huyo anasema hiki kinaniuma, huyo anasema hiki kinaniuma. Kwa hiyo nikaanza kuhudumia watu, naombea watu. Mimi la kwangu naliwaza ninakuaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kweli nikahudumia. Muda umefika wa kurudi kwenye kipindi. Hata kula sijala. Toka asubuhi hata chai. Kwa hiyo ni lazima siku ile nifunge. Jioni narudi nyumbani usiku ule. Nikafika nyumbani mke wangu akaniambia, anasema sikiliza, siko tayari kwenda kupasuliwa. Kwa nini? Kwa sababu je, anatolewa ndani yangu mtoto ili nimpakate? Kama ni mtoto nitaenda. Lakini ni mawe, vitu ambavyo sivishiki. Siendi. Nikasema Mungu alikuwa anataka hicho. Haleluya. Amen. Mungu alikuwa anatafuta hicho. Nikaingia bafuni, nilikuwa na kibanda fulani hivi mahali. Nikaingia bafuni naoga, naomba sasa Mungu nafanyaje? Niko bafuni naoga. Ni bafu la nje. Ni wakati naoga, nasikia operation. Nikatoka. Wakati nimetoka, nikamkuta mama ndio anamimina chai yake, alikuwa anachemsha kwenye jiko, anaimimina kwenye kikombe ya moto. Inafuka hivi. Roho Mtakatifu akaniambia weka mkono kwenye hiyo chai iombe. Kwa hiyo sidai kuungua wala nikafunika. Nikasema Bwana Yesu, nageuza hii chai kuwa damu yako. Inaweza kupita mahali ambapo mikono ya wanadamu haiwezi kupita. Itapita kwenye mifupa, itapita kwenye mishipa, itapita kwenye damu, itapita kwenye kongosho, itapita kwenye ini, itapita kila mahali. Itavunja, inaenda kuvunja kila kitu. Ikiwa damu yako Yesu ilivunja miamba, hakuna kitakachosalia juu ya mwili wa huyu mama tena, katika jina la Yesu. Amen. Nikainuka, nikaingia ndani, nikavaa, nikachukua vitu, nikaenda dukani chakula. Nikapelekea kijana aliyekuwa kibandani. Wakati naenda na shangaa, napiga biao. Nikajiuliza hii kitu haijawahi kunitokea kabisa. Ni kitu gani? Nasikia operation. Kumbe na mwenzangu huko nyuma ndivyo inavyoendelea. Na mimi nimeambia toka umetoka hapa, miayo napiga. Sio ya kawaida. Nikamwambia wewe unaweza kuingia kwenye chumba cha operation. Mimi siwezi kuingia kwa sababu sisi mama alifanya operation ya watoto wetu. Nikamwambia unajua? Najua. Sasa unafanyaje? Tengeneza mfano wa mtu aliyeingia operation. Akatengeneza kwenye kitanda, akaweka na mito yake, akatengeneza vizuri, akakaa akajinyosha, nikasimama kwenye miguu ya kitanda, lete ndevu la chini. Nikaanza kuomba, nikamwambia Mungu, Roho Mtakatifu, wewe unaweza.
unafanya operation wewe, unapasua wewe, unapiga nusu kaputi wewe, unachoma wewe, na ukipasua, ukiondoa, unaondoa. Hakuna kidonda, hakuna kovu, kidonda kinakauka hapo. Asante kwa sababu umefanya. Nikaona mwenzangu amechukuliwa kwenye usingizi huyo, wala hayupo. Mtoto anapanda kitandani hata akisukuma na wewe. Hivi ndisi tulale tu. Kesho kumekucha. Yeye ndo wa kwanza kuamka. Anaendesha. Nilala shangaa nikamwambia na mimi sijui tulikuwa tunaomba. Hapa ile kitu mbona sisikii tena. Anainama. Anafanya hivi. Kama mshukuru Mungu, saa 12:30. Shukuru Mungu. Alipokuwa amemshukuru Mungu, amemaliza kumshukuru Mungu, mimi nikainuka na maji yangu, nikaingia bafuni. Nimeoga, nimemaliza. Nafika. Watoto mjini wanasema mbungi niliyokutana naye watu ni wengi. Kuna mama mmoja kutoka Mbeya anasema kidole kimevunjika. Alidondoka hichi kidole kikavunjika. Kani kimevunjikaje? Hebu niambie. Huyu ni shetani anataka kuingia kwenye maombi. Hapa tunaingia kwenye maombi ya twende hospitali. Hapa wameshatengeneza na ambulance ya kumleta Health General aje afungwe POP. Afungwe mtu POP hapa. Hapa tunarudi kwenye nini? Weka mkono hapa, alipoweka nikaomba. Tulipomaliza kuomba, anafanya hivi. Shika kalamu, anashika. Kaandike. Bwana asifiwe. Mwingine sisi nyuki ameingia kwenye sikio usiku. Nyuki aliingia, huyo nyuki alitoka wapi usiku huo? Kumbe ni mapepo. Toa. Mwingine sio homa, sijui yani liko vurugu. Sikio yani asubuhi natoka jasho na upepo wa yodo. Yani ni baridi, lakini natoka jasho kuliko maelezo. Watu kama 7-8 hivi. Wahudumia nikawaambia jamani sasa yatosha. Tuendeni kwenye nini? Hapo sifa zimeshaanza saa nyingi. Kwa sababu kule huo mwalimu anachelewa kuinuka. Kuna kipindi cha sifa cha muda mrefu. Na sasa kukwambia nini mpendwa? Kunayo neema, hakikisho la kukamilishwa. Tamani usiingie Pasaka ya mwaka huu ukiwa katika hali yoyote ya udhaifu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ilikuwa ni namba 1. Lakini namba 2, naomba tuvuke hapo. Hiyo namba 1 kulikuwa na, naomba tupate mafafanuzi kutoka kwenye kitabu kile cha Efeso sura ya 1 mstari wa 22 na 23 na Yohana 1:16, Yohana Mtakatifu 1:16, lakini Galatia 2:20-22. Twende pamoja. Efeso 1:22-23. Neno la Mungu linasema, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika katika vitu vyote, au anayekamilika kwa vyote katika vyote, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu aliviweka, maana yake kama ni ugonjwa, Yesu amewekewa mguuni kwake, umewekwa chini ya Yesu. Maana yake Yesu ndiye juu ya vitu vyote. Kama ni magomvi kwenye ndoa, kwenye familia, Yesu ni juu ya vyote. Kama ni kwenye kazi au kwenye eneo au kwenye mtaa, kuna mchawi sio na sikiliza, Yesu amewekwa juu ya vitu. Mwambie jirani yako yuko juu ya vitu vyote. Natamani hata kama ulikuwa unalala usiku, ukalale. Mwambie jirani yako naenda kulala. Kama mtoto mdogo. Haleluya. Inawezekana. Sizungumzi kinadharia, ninazungumza uhalisia. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo neno linavyotuambia. Katika kitabu kile cha Yohana, mlango ule wa 1 mstari wa 16, tunaona anasema kitu cha namna ile kama alichosema kwenye Kolosai. Lakini tunaongezewa kama kitu fulani hapo juu. Yohana Mtakatifu sura ile ya 1 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, ndio, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tumepokea na neema juu ya neema.
Na neema juu ya neema, katika utimilifu wake, katika ukamilisho wake, katika ukamilifu wake. Na sisi sote, mwambie jirani yako, kumbe na mimi sijaachwa. Mwambie jirani yako, na mimi sijaachwa. Tumepokea na neema juu ya neema. Kazi ya neema ni kukusababisha au kukuwezesha kupokea kitu ambacho hukustahili kabisa kukipokea, lakini unakipokea kwa neema. Kwa hiyo tunastahilishwa kwa njia ya kifo cha Yesu. Tunahakikishwa au tunahakikishiwa kupokea neema ya kutusaidia katika mambo mbalimbali yaliyoko mbele yetu, haijalishi ni nini. Na ndio maana nataka nikwambie, kuna vitu unapitia sio vya kawaida. Mwambie jirani yako, sio vya kawaida. Unaweza kuona ni vya kawaida, lakini sio vya kawaida. Jana simliona hapa tulipokuwa tunaomba. Unaona mtu tu unapitia hali ngumu. Kitu gani kisababisha upitie hiyo hali ngumu? Haleluya. Amen. Haleluya. Nasema na sisi sote tumepokea neema juu. Natamani hiyo neema iwe juu yako. Natamani hiyo neema iwe juu ya nyumba yako. Natamani hiyo neema iwe juu ya afya yako. Natamani hiyo neema iwe juu ya watoto wako. Natamani hiyo neema iwe juu ya kazi yako. Natamani hiyo neema iwe juu ya biashara. Natamani hiyo neema. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya hiyo neema tunastahilishwa, sio kwa sababu tumestahili. Tunastahilishwa.